tukwerera tukweumia twevo ile chiguni Yesu tororere amavera amamochaito hatuatananire naye amasabaito aveire lyugibosiwao omwana Daudi tororera amavera Yesu twabere Samaria tani ngoro kwa deno mpole nyagoteta materane na bakwenda se YouTube channel yane indo saji deno mpole amaterane na arororo nyasabe meganda tigago seseni mono asante sana radio yeto ya grupo radio asega sengi ya mawakora nyasabe meganda baseseni na ndaba ababeke mobe aroro asengi ncho yogo promote abateli nyasabe meganda ba monaino amen shalom shalom. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Keuri na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Keuri. Mbarikiwe kwa sana. Right, asante sana mpenzi mtazamaji popote ulipo, tunakukaribisha tena ikiwa ni Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 4 mwezi wa 5 mwaka wa 2021. Gazeti langu hapa ni The Standard nikiwa ni Edwin Mokaya. Najua tukiangalia katika Biblia kuna kifungu ambacho kinasema kwamba mshukuru Mungu kwa nyakati zote. Iwe ni wakati wa furaha, iwe ni wakati wa shida, mshukuru Mungu kwa sababu ni kwa uwepo wake. Yaani yale ambayo unapitia yuajua. Kitabu ni cha Thessalonians 5 kuanzia 18. Nasema kwamba mshukuru Mungu kwa kila jambo. Hivyo tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea, ameturausha asubuhi ya leo, amekuwa nazi weekend mzima. Tumemshukuru kwa hayo yote na tutazidi kumshukuru na kumtumikia. Tai gazeti langu ni Taifa Leo, la kwangu ni Fidel Omoshoge. Sijui kama Edu taanzisha na hilo lako ndiposa niche kwa langu baadaye. Gazeti la The Standard hapa kuna mengi ambayo tunafaa kuiangazia katika jalada hili. Na hapa Ruto chana na mambo ya uhuru kutokana na uchumi. Anasema kwamba yeye anataka uchumi unaotoka chini kwenda juu, bottom up. Ndio ameangaziwa katika ukurasa wa kwanza. Vile vile tunaangalia mauaji na jinsi watu wanadhulumiwa pale Saudi Arabia. Mauaji watu wanaenda kuangazia jinsi wanawake, vijana kwa jumla ambao wanaenda kujitafutia pale maeneo ya Saudi Arabia wanavyouawa, vile vile na kudhulumiwa kinyama, na vile vile kufa kwa njia ambazo haziwezi elezeka. Vile vile tutaangazia tunaangaenda kuangazia zile nyanja mbalimbali ambapo miili ya watu utupwa. Hayo ni katika ukurasa huu wa kwanza. Kisha tuende ukurasa wa pili tuangazie mengi. Sijui angazie Taifa Leo. Nikiangazia jambo hilo ambalo umezungumzia kuhusu wale wasichana, wengi wao ni wasichana ambao wanafanya kazi katika nchi za nje, hasa Saudi Arabia. Kuna kisa ambacho tumezungumzia humu studioni. Tulikuwa na Mother Teresa Kama, yule ambaye anawapeleka wasichana agent. Kuna kesi ambayo tulikuwa tumezungumzia kuhusu msichana mmoja ambaye aliaga akiwa humo Saudi Arabia. Kuna mtoto ambaye alikuwa ameacha huyo mtoto nyuma. Yule Mother Teresa alikuwa amekaa na yule mtoto kwa takriban miezi 4. Mtoto alikuwa nikidhani alikuwa amefika umri wa miezi 5 hivi, miezi 6. Ujumbe ambao niliopokea jana ni kwamba unajua walimpokonya yule Teresa yule mtoto, akasema kwamba hafai kuwa naye, wamwachie mamake mzazi, yani sasa shosho yake. Yule mtoto aliweza kuaga. Yule mtoto aliaga siku tu moja iliyopita, I think ilikuwa Jumamosi. Yule mtoto wa Damaris aliweza kuiaga dunia. Kwa sababu malezi yalikuwa magumu. Wazazi wale ambao walikuwa na wazao Damaris
walishindwa kumlea yule mtoto. Sasa hivyo jambo hilo limeguza wengi, jambo hilo wengi wamelizungumzia, ni jambo la kuhuzunisha sana. Nikiangazia katika gazeti langu la Taifa Leo, naona kama ukurasa wa 3 wanasema kwamba SGR yarejelea safari zake za kawaida katika Nairobi na Mombasa. Huo ni ukurasa wa 3. Katika ukurasa wa 4 tutaenda kuzungumzia kuhusu wapwani ambao walipokea tangazo la Uhuru Muigai Kenyatta la kufungua nchi kwa mseto, siasa mseto. Ukurasa wa 3 pia tunaangazia kwamba Ruto anzisha mikakati ya kuteka Mlima Kenya. Na ukurasa wa 2 pia tunaenda kuangazia mzee mmoja ambaye amedaiwa kuteka nyara bintiye kwa kumuoza kwa nguvu. Huo ni ukurasa wa 2, na ukumbuke kwamba Papa Francis ambaye ni papa wa Katholika ameanzisha mwezi mmoja wa kuomba na kuzari katika rosari ili kuombea ugonjwa wa COVID-19. Na katika gazeti langu jinsi unavyoliona unasema kwamba nyumba ya Raila Amolo Odinga yaungua. Hayo tu ndio hayo ndio ambayo tutaangazia katika gazeti hili la Taifa Leo. Na ukurasa wa 2 wa gazeti langu hapa The Standard, tuenda moja kwa moja kama kawaida, tunaangalia yale yaliyopita, tunaangalia historia kidogo, na leo hii bado katika ulingo wa siasa ambapo tunaangazia alikuwa Chief Anam wa Yimbo. Tunaambia kwamba ndiye alikuwa kiongozi wa kwanza katika miaka ya 1913. Tunaangazia hayo miaka 108 iliyopita, ambapo tunaona picha moja hapa ambayo iliweza kupigwa na hali huko katika picha hii. Ikiwa uko na gazeti lako ama ukiwa unaenda kupata gazeti lako, wale ambao wapo katika picha hii ni picha ambayo ilichukuliwa miaka 108 iliyopita pale maeneo ya Bondo Siaya. Tunaona kwamba kuna viongozi ambao wamevaa gia zao kabisa, kwa wamevaa koti nzito, makoti mazito. Ingawaje wajua pale Siaya kuna kuwa na joto sana, lakini sijui walikuwa wana manage aje koti hizi nzito. Vile hao ndio walikuwa viongozi ambao alikuwa anaitwa Anam of Yimbo, ambaye alikuwa ni kiongozi mwisho akaja akawa kiongozi katika zile enzi za kikoloni. Na tunajua kwamba chifu wakati ule wa kikoloni, chifu kazi yake haswa ilikuwa ni kwenda kukusanya ushuru popote pale katika tuseme vijiji tofauti, maeneo tofauti, na ili kuhakikisha kuwa pesa hizo ama ushuru huo ushapewanwa kwa serikali. Vile Anam alikuwa na wanawake 16 pamoja na watoto wengi zaidi. Kwa hivyo hayo yalipotendeka, aliweza kukua, akaenda akakuwa, sababu yeye mwenyewe aliweza kujua kizungu zaidi ya wengine. Kwa hivyo akawa kama yeye ni mkalimani pale kotini, ambapo alikuwa anatafsiri Kijaluo kwenda kwa Kizungu, vile Kizungu kwa Kijaluo. Hayo yote akafanyika ili muwezesha vile kupea familia yake na jamii yake kazi tofauti kwa sababu ya ile cheo chake alichokuwa amekichukua. Hayo litendeka yote, ingawaje hayo yalikuja yakaisha kwamba katika hiyo familia ya Yimbo ama familia ya Anam, wakati alikufa vile tukumbuke kwamba uchaguzi wa kidemokrasia wa kwanza hapa nchini Kenya ulifanyika mwaka wa 1947, wakati Yimbo iliweza kumchagua chifu kwa njia ya uchaguzi wa kura ya kidemokrasia 1947. Hapo ni wakati Anam alikuwa shaiaga na muendelezi wake ama aliyefuata nyayo zake na kuendeleza kuongoza Yimbo alichaguliwa kupitia njia ya kidemokrasia. Sasa hivi Yimbo haijulikani vile, manake haijatoa uongozi, haina viongozi siku hizi, lakini kwa kiwango kikubwa inajulikana kwa sababu ina wasomi. Kuna maengineer pale, kuna madaktari pale, kuna watu ambao wamechangia pakubwa katika sekta ya kibinafsi, vile sekta ya umma. Hayo ni katika ukurasa wa 2. Ukurasa wa 3 tunaenda kuangazia yale yamekuwa yakitambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana yule mcheshi Jemtai pamoja na Profesa Hamo.
Jemtai jina lake kamili ni Stella Koiti, huku Profesa Hamo anaitwa Haman Kago. Tunaambiwa kwamba Jemtai alilelewa pale Elgeyo Marakwet kabla aende pale Nairobi ili aweze anza kwa maisha yake kujitafutia. Vile vile alifanya ama alisomea JKUAT, huku tukiangazia nani huyu anaitwa Haman Kago pia. Haman Kago pia alizaliwa pale Nakuru, akasomea Kisumu Polytechnic, lakini wakakutana pale Churchill wakati walianza ucheshi wao pale, wakaelewana. Hayo yote alikuwa amefichika hapo awali, ambapo watu walikuwa wanauliza kuna haya na wasemwa hivi, nyinyi mna uhusiano inakuaje, lakini watu walikuwa nakataa. Lakini weekend hii amekuwa kiangaziwa sana katika mitandao ya kijamii, ambapo Jemtai amesema kwamba Hamo ndiye baba watoto wake wawili, na vile vile ametelekeza kuwajibika. Manake hawapati chakula, hawalipi ada ya nyumba, kwa hivyo ndio hiyo kodi ya nyumba ndio hiyo. Kwa hivyo ilizua utata sana, ambapo Wakenya zaidi waliweza kuzungumzia na kunyosha kidole cha lawama kwa Profesa Hamo, ambapo yote aliweza kufichuka. Ingawaje hapo jana Profesa Hamo aliweza kuingia katika mtandao wake wa Facebook, akasema kwamba yeye huwa anawajibika zaidi, watoto wake huwa anawapea chakula. Vile vile amehakikisha kwamba tangu wazaliwe wote amekuwa akihakikisha kwamba wote wanapata vyakula na yale mahitaji ya kimsingi. Japo kwa muda mchache tu ilibaki tu Hamo akaenda pale akadelete zile post, wakati alidelete ingaje sasa kuna bloggers ambao walikuwa washazichukua zikabaki tu ni screenshot. Kwa hivyo hayo ndio yamekuwa katika weekend, ambapo sasa hivi tunaona kwamba Churchill alijitokeza na kuambia waache haya yote waweze kusuluhisha mambo haya kwa njia iliyo sahihi, ijapo si kwa mtandao. Manake Jemtai anasema kwamba kidogo hana pesa za kujikimu na mabaki masalio ya fedha. Vile vile anastahili kulipa kodi ya nyumba, hana chochote. Kwa hivyo alikuwa anataka kuuza ukurasa wake wa Facebook ambao kuna followers zaidi ya 1800, kwa alikuwa anadaisha ni mara 2 tu kwa hizo kwa hao followers. Hayo ni katika ukurasa huu wa 3. Mbona huwa wajeshi hawa wanazozana, unapata kuna mjeshi, unajua watu wamekuwa wakitambulika sana. Mbona huwa maisha yao yanakuanga maisha duni sana, ama wanatumia fedha zao vibaya? Kwa kawaida unajua, sijui nisije nikasema, lakini wengi wao unajua katika ukiwa pale juu una fedha uwezi jua kesho inakuaje. Wengine nisema uzitumia vibaya, hawana ule mpango. Manake ni wengi ambao hufika mahali fulani wanasema nimeishiwa nichangie. Inakuaje? Kwani mbona internet inakuanga ndio solution? Mbona mtu anaona ni kwamba haja nikimbie Facebook ni post kwamba nani amekataa kulea mtoto wangu, niende Twitter, Instagram, mbona mtu asienda aniongelesha niambie Fidel no, imekuwa hivi na hivi, watoto wamenilemea, si unaweza ni support. Sasa Facebook itamsaidiaje? Wajua hao ni watu ambao wamejulikana zaidi. Na kwa kiwango kikubwa inawezekana kwamba amejaribu kumpigia simu yule, amemlenga kabisa, hataki kuwajibika. Kwa hivyo anaona ni heri atoe ile siri. Hakuna hatua, unajua kuna njia ambazo ni mwafaka zinafaa kufuatwa. Kuna kotini, unaweza enda mahali o report. Sasa mimi sioni kama Facebook au WhatsApp. Facebook inasaidia haswa kwa hawa ambao ni celebrities, unaona, wanajulikana zaidi, pengine wanaweza pata ufadhili kutoka, na vile vile kuna wengine wanatokea hivyo huwezi jua ukweli uko wapi, pengine wamejitokeza ili wapate wafuasi zaidi, wajulikane zaidi. Kwa hivyo huwezi jua manake, lakini vile vile hawa hujitokeza hivi ili manake kama Profesa Hamo akuna wafuasi wake wengi zaidi. Kwa hivyo huyu kumharibia jina katika social media ama kuexpose ile amekuwa kitendeka, pengine wanaweza pata ufadhili kutoka kwa Wakenya na followers wao wenye wanamchukia. Kuna wale wanamchukia Hamo, unajua watamchukia, wanaendeleza huo uhasama zaidi ili waweze kumsaidia huyu vile vile. Naona. Katika ukurasa huu wa pili anasema kwamba serikali ya Kenya ilaumiwa kuhusu mauaji kiholela. Ikumbuke kwamba takriban wiki 2 ambazo zimepita, watu wamekuwa wakitekwa nyara. Kuna vijana 4 ambao walitekwa nyara kutoka Kirengela na wakapatikana wameuawa. 3 walipatikana wameuawa katika kaunti ya Murang'a na katika kaunti ya Kiambu. Walipatikana kama wameuawa na miili yao imewekwa kwa gunia na ikatupwa katika mito tofauti. Pia kutoka kaunti ya Nairobi kuna vijana 2 Collins ambao walitekwa nyara wiki iliyopita na mmoja wao akapatikana kama ameuawa. Sasa serikali imeanza kulaumiwa kwa mauaji haya
ambayo yametendeka ama yanatendeka kwa njia ambayo ni tatanishi na kiholela. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa pili pia wanazungumzia kuhusu washirika wa Raila Amolo Odinga ambao wameanza kuzozana kuhusu ripoti ya maridhiano ya BBI. Kumbuke kwamba kuna mgawanyiko huo umezua makundi mawili katika bunge, huku kundi moja likiwa ni lile ambalo linaongozwa na gavana Mina, seneta wa Siaya James Orengo, mbunge wa Ralienda Ochieng Amolo na seneta wa na maseneta wengine kama yule wa Nyamira Okongo Mogeni, na kuna kundi jingine ambalo linaongozwa na kiongozi wa chama cha ODM ambaye ni Mbadi, mkurugenzi wa masuala ya kisiasa ODM Opiyo Wandayi na wengine ambao wanazozana kuhusu mswada huu mzima wa maridhiano wa BBI. Hilo swala limezungumziwa katika ukurasa huu wa pili. Katika pia ukurasa huu wa pili anasema kwamba uhapa wa mahindi wasukuma bei ya unga kupanda. Unajua kuna wale wanasema kwamba mahindi zipo, kuna wale wakulima ambao wanasema kwamba wako na mahindi bali serikali imekataa kununua mahindi yao. Wanasema kwamba wanataka kununua mahindi kutoka nje ya nchi. Huo ni ukurasa wa pili ambaye na kuna mzee mmoja Edwin, kuna mzee mmoja alikuwa anamlazimisha msichana wake kuolewa. Msichana alikuwa umri wa miaka 12. Mzee alikuwa amemlazimisha aozwe ama aolewe na mzee wa miaka iliyozidi miaka 40. Na aolewe kama bibi wa pili. Kwa sababu huyu mzee alikuwa amepewa ng'ombe 20, mbuzi 10 na arf 20. Kwani anatendeka hadi sasa hivi? Najua alikuwa anatendeka pale kitambo kidogo. Yapo, mzee huyu alikamatwa na bado alipiwa faini na wazee wa kijiji. Haya yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili. Hapo ni wapi, sehemu gani? Hii ni sehemu ya Mount Kenya. Naona hawajabainisha wapi lakini Mount Kenya. Wanasema kwamba ufisadi magavana Sang, Kiptis mashakani kuhusu utumizi mbaya wa ofisi, na wanasema kwamba Ruto ameanzisha mikakati ya kuteka kura za Mount Kenya. Wanasema kwamba naibu rais William Samoei Ruto kuna ameanzisha mikakati ya kuona kwamba kura zote za Mount Kenya anazinyakua. Hii ni baada ya William Samoei Ruto ambaye ni naibu rais kukutana na viongozi kutoka kaunti mbalimbali, hasa zile kaunti 11 kutoka eneo hilo la Mount Kenya ama Mlima Kenya, ili kuzungumzia kuhusu maendeleo ya eneo hilo. Hayo tu ndio yamezungumziwa katika ukurasa huu. Na watatu wanasema kwamba unajua naibu rais rais wa Jamhuri ya Tanzania anaitwa kama Samia Suluhu anatarajiwa kufika humu Kenya leo na kufanya safari yake ya siku 2. Hivyo wanasema kwamba anatarajiwa kulihutubia bunge. Hivyo tunamtarajia rais huyo na tunamkaribisha nchini Kenya. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa pili na watatu gazeti la Taifa Leo. Na ukurasa wa 4 tunaenda kuangazia ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti letu hapa The Standard, ambapo tunaangazia uhuru wa media, uhuru wa press. Yes. Wa wanahabari. Leo tunajua kwamba ni World Press Freedom Day, ambapo tunaenda kuangazia jinsi imekuwa ikiwa tuna uhuru. Siku 2-3 hivi zimepita, nilikuuliza ikiwa Kenya kuna uhuru. Nao nidhania si kama nchi zingine. Nikakuuliza ikiwa uhuru huu ambao upo Kenya uko huru. Uko huru. Naam, leo hii tuko na mada ya kusherehekea sikukuu ya World Press Freedom Day ambayo inajulikana kama Information as a Public Good, ama habari kama faida ya umma. Hayo ndio yanaangaziwa, ambapo kuna maripota ambao hawana mipaka waliweza kufanya utafiti kwa nchi 180, ambapo walibaini kwamba kwa nchi zozote 73% ya nchi hizo zinaendelea kudumisha uhuru wa wanahabari. Vile vile tunaona hapa waliangazia nchi ya Norway ikiwa ya kwanza kabisa ambayo ina uhuru wa kufanya kazi. Vile vile kuna Eritrea ambayo iliweza kusemekana kwamba ndio nchi ambayo haina uhuru kabisa, nchi ya Eritrea. Vile vile katika East African Community tunaona hapa
Kenya iliweza kuorodhesha kuwa nambari ya 102, huku kuna Burundi ikiwa katika nambari ya 147. Kuna Tanzania na Uganda ikiwa 124, 125 mtawalia. Vile vile South Sudan ikiwa na 139 kunradhi. Kwa hivyo tunaona hapa katika East African Community tunaona kama Kenya kidogo iko sawa, ingawaje ni nambari 102 kwa katika uhuru wa uhanahabari. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 ulingo wa siasa vile vile ambao tunaenda kuangazia hapa naibu wa Rais William Ruto ambaye anasema kwamba amekuwa akikutana viongozi ama vigogo kutoka pale Mount Kenya ama Mlima Kenya wakizungumzia haswa uchaguzi wa mwaka 2022. Hayo ndio wameangaziwa pale, ambapo tunaenda kuangazia hapa vile vile. Anasema kwamba yeye anaenda kuongoza kwamba alete uchumi wa Kenya utaanza kutoka chini kwenda juu. Amekuwa akizungumzia haya akisema itakuwa ni bottom up approach, ambayo sasa hivi ni kama anaenda kukinzana ama kuenda kinyume na yale ambayo rais alikuwa akiyasema ama zile manifesto walikuwa nazo pamoja na rais. Kwa hivyo kuna wale wengine ambao wanaendelea kuuliza ikiwa naibu wa rais sasa hivi yupo serikalini, amefanya kazi kwa miaka tuseme 9 sasa katika uongozi huu, kipindi cha kwanza cha pili, mbona hakuleta hiyo hiyo approach? Natarajia nikuulize kwa sababu najua amekuwa serikalini, amekuwa naibu rais kwa vipindi viwili sasa. Mbona hakuileta hiyo bottom up approach? Hauko uongozi wake pengine ni sana. But ni naibu rais. Naam. Ana uhuru. Hana uhuru wa kuketi kuzungumza na rais ambaye ni mkubwa wake. Hana uhuru manake ana kiongozi wake. Na vile vile unajua jinsi yeye mwenyewe anavyosema walikuwa na miradi yao wenyewe, vile vile walikuwa na agenda zao, lakini jinsi ile tulisema ni marriage baina ya Uhuru na kinara wa ODM walipokuja pamoja, ikawa kidogo zile agenda walikuwa nazo zimelemazwa. Naam, kwa hivyo ikabidi ile fikra zenye alikuwa nazo kidogo aweze kuzisema, like akiingia hatamu ya uongozi yeye mwenyewe atazifanya nini, atazikamilisha. Tunamwombea mema. Ndo hayo tu ukurasa 4 na 5. Pengine tuangazie katika ukurasa huu wa 4 tunazungumzia kuhusu ratiba ya leo ambayo wale ndugu dada Waislamu wanafaa kuivata katika kaunti ya Lamu, Lodwar, Malindi, Nyeri, Mandera, Kitale, Garissa, Nakuru, Kisumu, Mombasa, Nairobi. Kuna ratiba ambayo imepeanwa humu ambayo yafaa kufuata kama upo ama kama unafunga katika mwezi huu mtukufu. Wanasema kwamba wapwani wapokea agizo la Uhuru kwa hisia mzeto. Wakenya wengi si tu wapwani walipokea ile tangazo ama yale matangazo ambayo rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta alipeana kwamba ashafungua nchi. Najua kuna wenye walikuwa katika kaunti ya Machakos, kuna wenye walikuwa katika kaunti ya Kiambu, Nakuru ambao walikuwa wamefungiwa huko. Hawakuwa wanafika makwao nyumbani. Kuna wenye walikuwa biashara kazi, kavyo ilikuwa saa 2, kuna wenye walikuwa wanalala nje Nairobi, kavyo ishafika saa 2, uchatoka kazi inabidi ulale humo. Walipokea walipokea tangazo hilo kwa hisia mzeto. Wengine wakasema kwamba ilikuwa safi. Though wengine walikuwa wanasema kwamba huu ni mpango ambao ameupanga ili kufanikisha mpango mzima wa BBI ama referendum. Sasa tujui wewe msimamo wako ni upi? Huo ni ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Taifa Leo. Naona ni kama hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu. Nikirejea tena tutazungumzia kuhusu habari za dunia na Afrika. Naam, pengine nitaangazia hapa ukurasa wa 6 na 7 kisha tuelekee madukani kidogo.
tena turejee kwa habari zaidi. Kuna mengi ambayo tutazungumzia kuhusu Martha Koome, mengi zaidi. Kwa hivyo sasa hivi nataka kuzungumzia yale makruhu ambao wanadada wanapitia haswa katika zile nchi za Middle East ama Saudi Arabia. Hapa tunaangazia watu kadhaa ambao wamejitokeza kusema jinsi wamedhulumiwa. Vile vile majina anuai yameweza kuorodheshwa hapa ya wale watu ama akina dada ambao walienda pale Saudi Arabia ili kujitafutia, pengine wako na hela huku kidogo zinapeana, ni hela mzuri, wanaweza jiendeleza kimaisha, pengine wapate riziki, waweze kusaidia familia zao, lakini kwamba walipofika pale wakagundua maisha hayawaweki tena. Manake ilikuwa ni wanapeleka hapa, wanasema kwamba walikuwa nafanya kazi kama watumwa lakini wanakufa kama wanyama. Kwa hivyo kuna wengi ambao wamekufa pale nchi za Middle East, lakini kwa njia ambazo haziwezi elezeka. Wengi sana, tuna Winnie Jepkogei, kuna Rebecca Chesang, kuna Alice Kagea, wengi zaidi ambao majina yameorodheshwa. Walikuwa nafika pale, wanaenda wanatoka nyumba moja kwa nyingine, ni kazi ya nyumba wanafanya. Unapata muajiri ama bosi ni watu ambao ni wabaya zaidi, ambao hawaweki vizuri, chakula kinakuwa rationed. Hata ukiwa mgonjwa unajua they don't bother. Wewe umekuajiri ufanye kazi. Wewe hata ukiwa mgonjwa uone chenye unafanya, Mungu akusaidie upone kivyako. Vile vile katika ukurasa wa 7 hapa naangazia kisa kimoja cha Flora Auma ambaye alikuwa na miaka 33. Ni mzaliwa wa Butere ambaye aliona kweli kidogo Saudi Arabia kuna pesa kidogo, aweze kuelekea pale ili aweze kukimu familia yake, pengine na mamake mwenye alikuwa anaugua, alikuwa na kansa. Kwa hivyo akaona heri aende apate pesa hizo, at least atasaidia nyumbani kununua dawa na kufariji familia, pengine na kuwapa riziki. Kwa hivyo alipopanda ndege Saudi Arabia bound plane pale Jomo Kenyatta International Airport pale Novemba mwaka 2019, alikuwa na furaha tele kwamba ashapata kazi ambayo pengine ataweza jiendeleza na maisha yake, ama ataweza kuomoka. Unajua siku hizi jina inatumika sana kuomoka. Naam, lakini alipofika pale Saudi Arabia ilikuwa ni kinaya. Maana yake alifika kwa nyumba ya kwanza akapata ni hujuma, akatoka pale hakufanya miezi 6, akatoka pale akaenda nyumba ya pili, ilikuwa hivyo hivyo, akaenda nyumba ya tatu vile vile akapata bado ndio hujuma ndio hiyo. Alikuwa anafanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi usiku wa 8 bila kupumzika. Na hayo alikuwa kwamba hapewi chakula ilikuwa anapimiwa. Na vile vile kuna wakati alikuwa mgonjwa, hakuna mwenye alikuwa anamshughulikia, hakuna mwenye anamuongelesha, alikuwa tu mtumwa na atoki kwenye compound, alikuwa pale tu. Kwa hivyo lakini aliporejea alisema hata rudi tena pale Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumba tena. Hayo ni katika ukurasa wa 6 na 7. Ningeomba tukimbie madukani, tunarejea tuzidi kukujusa. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusii Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Keuri, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Keuri. Mbarikiwe kwa sana. Alright, asante sana. Karibu tena, sijuangazie Taifa Leo kidogo. Katika ukurasa huu, kurasa wa 6, wanasema kwamba Papa Francis ameazindua maombi rasmi ya mwezi mmoja ili kujifunza Sara Rosari. Wanasema kwamba wakati huu kuna wale ambao wameyapitia, kuna wale ambao ugonjwa wa COVID-19 umeumiza. Wanasema kwamba haya maombi ni ya kuwakumbuka. Huu ni ukurasa wa 6. Katika ukurasa huu wa 6 bado wanazungumzia kuhusu aliyekuwa mgombea urais kutoka chama cha NAP, anaitwa kama Robert Ngulanyi ama Bobi Wine. Anasema kwamba hata waiongea na rais ili awaachilie huru wafuasi wake. Hayo tu ndio naona katika ukurasa huu. Naam, ukurasa wa 8 hapa tunaenda kuangazia Koome, Martha Koome ambaye aliweza kuchaguliwa na kuwa mshindi, haweze kuchukua hatamu ya uongozi pale katika kama
hakimu mkuu aweze jina lake liweze kuteuliwa na rais aliweza kulipeana kwenda bungeni, na leo hii kuanzia wiki hii atafanyiwa uhakiki ili aweze kupitishwa kama jaji mkuu. Haya yametendeka yote, na vile vile kuna wale wanauliza maswali anuai kuhusiana ni jinsi gani unajua rais aliweza kupata jina lake na kulituma direct hata masaa 28 hayakupita. Kwa hivyo wengine wanauliza zaidi wakasema kwamba pengine Rais Uhuru Kenyatta alikuwa amefurahishwa zaidi na uchaguzi huu, ingawaje mengi yametokea. Kuna wale walikuwa nasema uchaguzi dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Njibuto. This is Abagusi Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Abagusi Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Abagusi Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Abagusi Global Radio. Samahani, mitambo kidogo, lakini tusharejea. Nilikuwa nazungumzia ukurasa wa 8 wa gazeti langu hapa The Standard. Tunaangazia Martha Koome ambaye aliweza kuteuliwa na vile vile jina lake kupelekwa pale bungeni ili liweze kufanyiwa uhakiki ama vetting. Na vile vile kuna maswali mengi, jinsi nilikwambia hapo awali, ambayo imekuwa yakiulizwa ni jinsi gani rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kupeana jina lake kwenda bungeni kabla hata saa 24 kupita. Kwa hivyo pengine wengine wanasema ni alifurahishwa zaidi na uteuzi huo. Na vile vile kuna wale ambao wameuliza wakasema kwamba majibu yaweze kupeanwa ili iweze kubainika ni mbinu zipi zilizotumika ili kumteua Martha Koome. Ni hayo tu katika ukurasa huo wa 8. Ukurasa wa 9 moja kwa moja, ambapo tunaangazia kwamba rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu atatembelea nchi ya Kenya hapo kesho, ambao ni Tuesday ama Jumanne. Atakuja hapa nchini Kenya. Itakuwa ni safari yake ya kwanza since ama tangu ateuliwe kama rais wa nchi ya Tanzania. Kwa hivyo kutokana na msemaji wa nyumba ya uongozi hapa nchini ama State House, anaitwa Kanzedina, alisema kwamba anatarajiwa kuja huku kutokana na mwaliko ambao alipewa na rais, na atakuja hapa nchi ya Kenya kwa siku 2, na haswa madhumuni yake kuja huku nchini ni waweze kuzungumzia mahusiano kati ya nchi ya Kenya na Tanzania. Unajua kitambo kidogo wakati mwenda zake John Magufuli alikuwa katika hatamu yake ya uongozi, kidogo kulikuwa na kukorofishana hapa na pale kutokana na ule uongozi, haswa katika kipindi kile COVID-19 kiliingia Tanzania pamoja na Kenya. Kwa hivyo kulikuwa na korofishana kidogo. Kwa hivyo akija humu Kenya tunatarajia kwamba atakuja kuongea, wazungumzi wasuluhishe ile migogoro ambayo imekuwa ikikua kati ya Tanzania na Kenya, pengine waweze kuongeza ama strengthen the trade unions between the two countries, hiyo Kenya na Tanzania. Hayo tu katika ukurasa huo wa 8 na 9. Wanasema kwamba Matiang'i atatue shida halisi kwa polisi nchini. Unajua kuna ule mswada ama kuna lile jambo ambalo waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alisema kwamba askari wasioane. Askari wasioane. Hilo jambo unalikuliaje? Askari wasioane. Wajua ni vyema, manake kwa maono yangu ama maoni yangu naona ni vyema, sababu kwa muda sasa tumekuwa tukiangazia visa tofauti ambapo watu wanauana. Unapata polisi alikuwa na mke wake, wote ni polisi, wamekosana, pengine hali ya nyumba infidelity inaingia, unamfiatua risasi na anajifiatua risasi. Sasa hivyo kama polisi baada ameoa mwenye si polisi, hata wao mfiatua risasi.
bado polisi ameoa mwenye, si lazima si polisi wanauana. Anasikuwa ameoa mtu mwingine tofauti ambaye si polisi. Yeye hata yeye risasi haitamuingia. Hapo nikidhani huo mwelekeo haukuwa sambamba na haukuwa sawa kwangu mimi kama Fidel, kwa sababu polisi tu ni polisi. Kama kuna punduki kitaka kuua mwanadagu huwa atamuua tu bado. Samahani. Huo ni ukurasa wa 8. Katika ukurasa wa 9 wanasema kwamba kuna ukisikia kaunti ya Kitui nini ambao ujijenga katika kichwa chako? Kitui. Kuna zile tuhuma watu husema kwamba kuna wale watu husema kwamba sasa kuna ule uchawi vitu kama hizo. Kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anamuibia mama fulani, mama mkongwe sana ajusa katika kaunti hii ya Kitui, sehemu inaitwa kama Mutomo. Mama huyu alikuwa na begi lake. Huyu kijana akaja akaingisha mkono, akamuipia pesa zake. Wakati alimuipia huyu kijana hakutoka. Akazikwa tu na usingizi hapo, akalala hapo. Yaani nikuje nikuipie, badala nitoroke, usingizi nikabe tu nilale hapo tu. Naitwa Kitui County. Huo ni ukurasa wa 9. Katika ukurasa wa 10 ni barua tutangazia. Hiyo ukurasa nikuulize tu. Unajua kuna zile tuhuma wanasema kwamba pengine pale Kitui kidogo tu kila mtu pengine kuna watu wengi zaidi ambao hayo inaitwa ushirikina. Naam. Nimeika Kitui, nimeika Machakos, nimeika na kaunti hizo, nimeika kaunti hizo 3, zinakuwa kaunti 3. Kaunti ya Kitui inajulikana sana kwa afisa kama hivi. Unajua kaunti ya Kitui si rahisi mtu akuibie, kwa sababu wanaamini kwamba kuna mambo ya ushirikina. Kuna kisa ambacho nimeishuhudia wakati nilikuwa naishi sehemu inaitwa kama Athi River, Machakos. Wewe mwenyewe tu? Mimi mwenyewe nilishuhudia. Tulishuhudia kijiji mzima kwa sababu tulikuwa tunaishi watu wengi. Mzee mmoja akaenda akaiba ng'ombe. Unajua ng'ombe wao kwa wafungwi. Na wale ng'ombe ambao wanaachiliwa wanatembea wako huru. Kwa sababu hamna chakula ya ng'ombe. Mzee mmoja akaenda akashika ng'ombe akapeleka kwake ili aende kesho asubuhi aamke aenda auze mlolongo. Huyu mzee alipa huyo ng'ombe vizuri, akamfikisha kwa nyumba. Asubuhi kwenda kumfunga kamba, kumbe ng'ombe amekuwa jiwe. Ng'ombe amekuwa jiwe, amekuwa kama chumvi. Ng'ombe hakuna, yani ng'ombe ndio lakini ashabadilishwa amekuwa jiwe. Ilibidi huyo mzee ahame hapo, lakini hakuwa yama. Alienda kufunga mlango, akakwama tu hapo kwa mlango. Hadi sasa tukajua kwamba huyo alikuwa mwizi. Wakati mwenye ng'ombe alikuja, yule ng'ombe akabadilika tena, akawa ng'ombe. Na niliamini kwamba mambo utendeka. Sawa. Hayo ndio alikuwa katika ukurasa huu wa 8 na 9. Sawa. Ukurasa wa 10 hapa tunaangazia kwamba serikali ya Kenya masiku kadhaa zimepita waliweza kupiga marufuku mahindi yanayotoka nchi Uganda wakija hapa Kenya, wakisema kwamba mahindi hayo huwa na kemikali ambazo zinaweza dhuru watu afya zao. Kuna kemikali aina ya aflatoxin ambayo inaweka kwa kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo ingawaje waliweka marufuku wakasema kwamba haifai mahindi hayo toka pale nchi ya Uganda kuja Kenya, kuna wale bado wanatumia mianya. Maana unajua mipaka pengine haijazibwa yote, kuna ile mianya ambao wengine wanatumia kupitisha mahindi hayo. Hapo jana tunaona kwamba maafisa wa usalama waliweza kushika trucks 22 ambao zilikuwa na mahindi hayo pale Makutano Town. Hiyo ni wiki jana, kunradhi, si jana. Yalikuwa yanaletwa nchini Kenya kutoka nchi ya Uganda. Kwa hivyo serikali imepiga marufuku zaidi, yeyote atakayepatwa atachukuliwa hatua akileta mahindi kutoka nchi ya Uganda.
Vile vile ukurasa wa 11 hapa tunaangalia njaa pale Marsabit, jinsi inaendelea kudhuru watu. Kuna njaa, kuna kiangazi, hamna maji, mifugo yao ndio inakufa, corona ndio imekuja, kwa hivyo ni mashida zaidi, ambao wanasema kwamba kwa miezi 6 ijayo ni kama watu wa maeneo hayo wanahitaji msaada wa vyakula ili waweze kumudu maisha yao ya kawaida. Ukurasa wa 11 na 10 huo. Katika ukurasa huu wa 11 ni dimba, lakini katika ukurasa huu wa 10 nasema kwamba serikali chunguze kwa kina kiini cha mauaji ya wanne kutoka kaunti ya Kitengela. Kumbuke kwamba hawa wanne ni wale vijana ambao walikuwa marafiki ambao walipatikana, wengine watatu walipatikana kama miili yao imewekwa kwa gunia na kutupwa chini ya maji katika kaunti ya Kiambu. Walisema kwamba kiini hasa chenye kilipelekea wawili hawa kuuawa bado hakijajulikana. Wanasema kwamba serikali inafaa kufanya uchunguzi wa hali ya juu ili kuona kwamba kiini cha kuuawa kwa wanne hawa kinabainika. Ukurasa wa 11 ni dimba, ukurasa wa 12 ni dimba, ukurasa wa 13 ni dimba ma sports, ukurasa wa 14 ni dimba bado, na ukurasa huu wa nyuma bado ni dimba. Leo ni kama kuna michezo zaidi, hivyo nakuomba mpenzi mtazamaji na yule ambaye anatusikiliza uweze kupata gazeti lako la Taifa Leo, uyajue yapi yale ambayo yameangaziwa katika gazeti hili zima. Naam, mwisho kwangu hapa katika ukurasa huu wa 19, manake nimeangazia ukurasa wa 18 hapa, 17, 16 hamna jambo zuri la kutufaidi. Ukurasa wa 19 hapa ndo tunaangazia maoni ya Wakenya kutokana na jinsi rais ama ile tunasema address ya rais ambaye alisema kwamba ametoa lockdown katika zile county sugu ambazo zilikuwa zimejulikana kuwa na kiwango kikubwa zaidi cha watu ambao wameambukizwa ugonjwa wa corona. Kwa hivyo kuna wale ambao wanatetea yale ambayo alifanya ama kutolewa kwa ile lockdown, kuna wale wanasema si vyema. Wengi wanasema kwamba ni vizuri, manake uchumi wa Kenya kidogo ulikuwa umezorota, kazi ndio hivyo, mambo mengi yanaendelea, watu wamezuiliwa kwenda kutoa vyakula kaunti zingine, kwa hivyo ilikuwa ni hatari kwa uchumi wa Kenya. Kwa hivyo wanashukuru. Vile kuna wale wengine ambao wanasema kidogo rais aseme ukweli, kutoa hiyo lockdown haitasaidia, manake watu wengi zaidi wanaendelea kufa, wengine zaidi wanaendelea kupata ugonjwa ule. Alisema kwamba ni vizuri zaidi angetoa hii lockdown ama aendelee kusitisha hizi katikuli za kawaida, kwamba angezidi kusitisha hadi kiwango cha uambukizi ama maambukizi kimepungua zaidi ya 5%, lakini sasa hivi anasema kwamba kiko juu ya 10%. Kwa hivyo bado ugonjwa upo na unaendelea kuwa. Kwa hivyo wengi wanasema kwamba kuna wale wanasema kwamba pengine aliweza kufungua lockdown kwa sababu ya siasa za BBI vile vile na kufungua shule, lakini kwa hivyo anasema si vyema, kidogo angetuliza kidogo tu, angezidi kusitisha zile katikuli za kawaida ama lockdown ile kidogo, tuone kwamba tumeweza kumanage ugonjwa wa corona kidogo kwa kiasi ili ipungue kidogo hadi pale 5% ili aweze kufungua. Ni hayo tu katika ukurasa huo wa 9 na mwisho. Kuna ambao wanasema kwamba wanaendelea kutupata kwa njia ambayo ni mwafaka. Dan Boss na kuona kuna Ombotomoru anasema kwamba tuko mbele pamoja. Hii ni Abagusi Global Radio. Kumbuka kwamba kuanzia saa 4 hadi saa 8 tutakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka. Tutakuwa live Facebook, YouTube, tunapata kupitia Abagusi Global Radio ama AGR News ili tuweze kujulishana na kusemezana. La kwangu ni Fidel Omoshoge, hadi hapo wakati mwingine. Nami jina langu ni Edwin Mokaya, hadi hapo kesho sana wakati kama wa leo katika meza hii ya AGR Magazeti. Nakutakia siku njema. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana.
Umwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekurukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobosemia inde tonyaka batogo serio gutaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli smabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi etabauti gakinero nche monon konyeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yari konyarekana gaki timotiga moge momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndoruara ndobwena kero kiombura twaruara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo iga ase abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto moruara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato morobo gosambo bokima nesuguma torio bokimekeni karibu Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio. Dunia iko vile vile milimbo